mais toi, oh, oh, bye, rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu. Yani tutaonana tena, tutaonana tena, yani tutaonana tena. Safari umeimaliza salama. Tumesimama katikati, dada yetu akiwa mbele yetu. Baba, tunakuomba ukaweze kutufunika na damu yako takatifu. Unapotoka hapa Baba, tutoke pamoja na wewe. Baba, ninaomba uweze kushika magari zote, ili Baba tunapofika salama tutakusifu kusema ni asante. Baba yangu, naombea na familia yote. Baba, ukaweze kuwashika Baba, uwafunike na damu yako takatifu. Uwafunge na mshipi wako utakatifu, ili Baba wakae wakijua kwamba kifo kilianza kitambo. Na naomba kwa ajili ya mzee ambao moyo wangu kae chini. Amen. Moyo wangu usibabaike, unaye Mungu mkuu sana, unaye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Katikisa Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwamba wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha.
kwa sababu ya kuheshimu Mungu, kwa sababu ya kuheshimu upendo wa Mungu. Ndiposa tukimaliza ibada ambayo itaongozwa na Father Baba Paroko, ndiposa baadaye tutaingiza mwili kwenye nyumba. Kwa hivyo Mungu kwa sababu ya taratibu hizo, wewe ambao umefika na umefika kuomboleza pamoja nasi, na tunajua kwamba tunaomboleza kwa njia ya Kristo, kwa njia ya kutukuza Mungu. Tafadhali tuketi kwenye kiti, tafuta nafasi kwenye kiti, tafuta nafasi kwa kiti, kwa tenti yote ile, uketi, uchukue nafasi ili kwamba na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu jamaa na marafiki mlio hapa siku ya leo, karibuni sana kwa pamoja tupate kuunganika ili tupate kumwombea mama yetu, kumpokea kwa mikono miwili, kumpokea kwa njia ya imani katika boma lake hili, Mama Kevina, ambaye Mungu amemuita toka ulimwengu huu. Kwa pamoja, kwa imani, kwa mapendo na ushirikiano mwema, tuweze kujumuika kumpokea, kumkaribisha na kumwombea kwa Mungu ili apate kumjalia msamaha wa dhambi na ampokee katika ufalme wake mbinguni. Kwa familia tunasema pole sana kwa kuweza kumpoteza mama. Tunaombeeni kwa Mungu ya kwamba hata maneno yetu hayawezi kuwatuliza nyoyo, lakini mumruhusu Mwenyezi Mungu, rafiki wetu, rafiki wa kweli, aweze kunena nasi kupitia kwa neno lake, atufariji, atutie moyo na kutupaka mafuta mioyoni mwetu ili tupate kuitikia na kukubali mwito huu mtakatifu ambaye ndiyo njia yetu, njia ituelekezayo kwa Muumba wetu. Nitakusifu kati ya mataifa, e Bwana. Nitakusifu kati ya mataifa, e Bwana. Moyo wangu ni thabiti, e Mungu. Ndio, Mungu wangu ni thabiti. Nitaimba na kusifu. Amka, ewe nafsi yangu. Amkeni, enyi zeze na kinubi. Nitayaamsha mapambazuko. Nitakusifu kati ya mataifa, e Bwana. Kiitikio. Nitakusifu, e Bwana. Nitakusifu, e Bwana, kati ya watu. Nitaziimba sifa zako kati ya mataifa. Maana huruma yako inapaa hadi mbinguni, na uaminifu wako mpaka mawinguni. E Mungu, utukuzwe juu ya mbingu. Utukufu wako uwe juu nchi yote.
Nitakusifu kati ya mataifa, e Bwana. Kiitikio: simame katika shangilio la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane mlango wa 15 mstari wa 12 hadi 17. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, hii ndiyo amri yangu, mpendane kama mimi nilivyowapenda. Hakuna upendo kupita upendo wa mtu atoaye nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi rafiki zangu mkitenda ninayo waamuru. Siwaiti tena watumishi, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Nawaita rafiki, kwa kuwa nimewajulisha yote niliyosikia kwa Baba yangu. Sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, kusudi muende kuzaa matunda, na matunda yenu yadumu, ili Baba awapeni yote muombayo kwa jina langu. Haya nawaamuru ninyi, mpendane ninyi kwa ninyi. Ya kwamba tupate kushuka, tupate kuanza safari, tupate kuelekea kule Macedonia. Macedonia yetu siku ya leo tunaianza hapa mchana huu kwa kuweza kumlaki na kumpokea mama yetu kupitia kwa sala zetu, ili apate kuelekea kule Macedonia, apate kukutana na Mungu wake, muumba wake, apate kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu, apate kushiriki imani aliyopewa na muumba wake, kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mizigo wengine, bali tujitwike sisi wenyewe. Yesu Kristo katika utume wake wa kuweza kuwatafuta wanafunzi watakaomsaidia katika utume, alisema ya kwamba yeyote anayetaka kuwa mfuasi wangu na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na anifuate. Na kwingine pia wanafunzi wakamuuliza Yesu, unasema tukufuate wewe, unaishi wapi? Where do you live? Naye akawaambia kwamba njooni mpate kuona wenyewe. Basi katika utume huu, somo la kwanza siku ya leo, mitume wanafananishwa na huyu mama yetu aliyelala hapa. Twafahamu fika ya kwamba aliweza kubeba mzigo mzito, aliweza kujitwika msalaba, akatembea njia, akatembea mwendo mrefu. Sasa hii amefikia kilele hapa duniani, na anataka kuanza maisha mengine mapya kwingine. Katika masomo yetu tunakumbushwa juu ya kujenga urafiki. Wana Mwenyezi Mungu, wana wa Yuda, wana wanaoishi kule Antiokia, Pisidia, Listria, akisema, Baba ukipenda, kikombe hiki cha machungu, cha mateso uniondolee, manake kimenizidi. Lakini Mungu kwa uwezo wake na ujasiri wake na upendo wake akawatuma watu wawili, mwanasheria na nabii, kumpa moyo ya kwamba rafiki huyu si mbaya, rafiki huyu atakusaidia wewe katika kulikomboa dunia.
leo rafiki huyu aliyetua katika mji huu ameonyesha ishara ya ukombozi kwa wanafamilia, ya kwamba licha ya kuwa mama hayupo nasi kimwili, lakini kiroho yupo nasi. Kimwili anakutana na Mungu wake mwenyewe. Tumeambiwa katika somo la kwanza ya kwamba barua tunapewa na inatupasa turegeshe barua zetu kwa yule aliyetukabidhi. Barua ya utume. Ametumwa katika utume wake katika mji huu. Ameyafanya yake. Ameyamaliza yake. Hata tunapoanza kulia sasa hatuwezi maliza. Hatuwezi kumuinua tena. Lakini kwa Mungu ameweza kumpokea na kumuinua mahali patakatifu. Siku ya leo tuisindikize barua yake kwa sala zetu. Ziambatane na barua yake aliyoiandika Mwenyezi Mungu, akamkabidhi kwa mikono miwili, na apate kuifikisha barua hiyo kwa mikono miwili kwa muumba wake mwenyewe. That is our mission today. Tuko hapa tumeketi, wajibu wetu ni kuweza kumwombea huyo aliyelala kupitia kwa barua aliyopewa na Mwenyezi Mungu, apate kuiregesha ikiwa salama. Ikiwa ameongeza ya kwamba nimetimiza ulionipa. Sasa ni wakati wa tuzo. Tuzo yake yategemea sala zetu. Tuzo yake yategemea umoja wetu. Tuzo yake yategemea mapatano yetu. Tuzo yake yategemea uwepo wetu. Tusifunike uso wetu. Tusilete giza. Tusilete chuki. Tulete upendo ambao Kristo anasema ya kwamba anayetaka kuwa rafiki yangu, anayetaka kuwa mwana wa Mungu, lazima urafiki wake udhihirike katika upendo. Basi katika utume wake ambao aliweza kupewa na Mwenyezi Mungu katika dunia hii, the friendship of the 10 commandments. Ndugu zangu katika Kristo, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake apende kusikiliza sala zetu, tukimpokea mama yetu katika boma hili lake, ili kupitia kwa mwito wake mtakatifu aliyomjalia kupitia kwa mauti haya, apate kumjalia pumziko la amani na kumpokea salama kule mbinguni, kule ambapo kila chozi hufutwa kupitia kwa maombezi yetu, ili Mungu Mwenyezi apate kutuimarisha hata nasi katika roho na katika mwili, ili tupate kutambua ukuu wake katika maisha yetu. E Bwana, twakuomba utusikie. Baba Mungu, tunakushukuru ni kwa wakati huu Baba. Wewe ndio umefanya Baba tukakutane mahali hapa. Na Mungu, naja na taifa letu la Kenya. Baba, ni wewe mwenye uwezo na huruma Baba. Tunakuomba Baba, katasame viongozi wetu katika hii serikali yetu ya Kenya. Mungu, kawajalie roho ya upendo na roho ya unyenyekevu, ili Baba tukaweze kuishi katika upendo katika hii nchi yetu ya Kenya. Mungu, tazama hii nchi yetu Baba inayumba, lakini Baba ni wewe mweza wa vyote. Baba, tunakuomba ukatusaidie ili tuweze kuishi katika upendo. Mungu Baba, tunakuomba utusikie.
Baba Mwenyezi Mungu, Mungu isiye milele. Baba, ninasimama katika hii mji mtakatifu wa mbinguni. Baba, tazama mizigo ambayo tuko mbele yetu mtakatifu. Tunaomba kwa sababu tufunge kanda yako kubwa ndani ya kiunoni mwetu Bwana. Kwa sababu wewe mwenyewe ndio uko na uwezo katika hii mizigo Bwana. Baba, mimi nakushukuru kwa sababu umetenda makuu na tumeelekeza katika njia ya Bwana. Muombe. Tunakuomba utusikie. Hapa safari njema. Na hata tukimaliza hii safari ya kumsindikiza dada wetu Kefina, warejee mahali walikotoka salama na tuombe. Tunakuomba utusikie. Kwa la kapona Kristo, ilipaiton Kefina, itola manesito makabakang nokotoma kuju, idiatuma laikan ginese, babade tutapikata Maria, isulani kerelo, tete keside ejenete akrokon kalipata. Tunakuomba utusikie. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, tazama hawa watumishi wako walio hapa mbele yako kwa ajili ya maombolezo na msiba huu. Ufute kila chozi ya kila mmoja wetu. Sikiliza dua za kila mmoja wetu aliye mahali hapa, anayekuomba kwa imani. Upate kuwaondolea kila machungu na ukapate kuangazia furaha ya rohoni, ili wanapoendelea katika maombolezo haya, Mungu Mwenyezi watangulie katika kila neno, wafariji na kuwaelekeza katika njia yako, ili fanaka ipate kuwa sehemu ya adhimisho hili takatifu. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba pokea
umwoshe mtumishi wako Kevina Akarot dhambi zake zote kwa damu yako na ya mwanao Yesu Kristo. Naye uliyemtakasa kwa maji ya ubatizo umfanye safi kabisa kwa msamaha wa rehema yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako kwamba tukiisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo, sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu. Tuadhubutu kusema papako sileje iko kujo kon kitroy haja kon kubu noistio kot kokopin kop kujo Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, ili kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kuja kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, uliambia mitume wako na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa pamoja peane amani. Bwana
Tambo. Bwana awe nanyi. Tuombe. Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako ili marehemu mtumishi wako Kevina Akarota ambaye umemuita toka hapa duniani, umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako mbinguni. Umsafishe kwa maji yako matakatifu, umuondolee dhambi zake, ili umpokeapo kule mbinguni awe safi, awe mweupe kuliko theluji, ili tunapoendelea kutafakari mafumbo haya matakatifu ya mauti, tutiwe moyo na tumaini la siku moja kukutana naye katika ufalme wa mbinguni. Tuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Raha ya milele mpe Kevina Bwana, Mungu wa milele, apumzike kwa amani. Kama hujapata nafasi ya kumwangalia, utapewa nafasi. Mama wa Mungu,